الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله أن نكون من أصحاب النار. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. Watukufu ndugu zangu waislamu, nakusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisahau nafsi yangu. Tuko katika mwisho wa mwezi wa Shaaban, ambao baada ya mwezi huu tunaingia katika shahrullahi, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni mwezi wa Ramadhan, shahrul Qur'an, mwezi ambao ni mwezi wa Qur'an, alladhi unzila fihi alquran, ni mwezi ambao Qur'an imeshushwa min lawhil mahfudhi ila samai dunia, kutoka katika ubao wenye kuhifadhi vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala na qadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ubao huu, ndugu zanguni, haikuhifadhiwa Qur'ani peke yake, bali vimehifadhiwa kuanzia suhufu Ibrahim mpaka Taurati mpaka Zaburi mpaka Injili na Qur'ani. Na vitabu vyote hivi kuanzia Taurati mpaka Qur'ani ni vitabu ambavyo vyote vimeshushwa katika mwezi huu wa Ramadhani, ila zinatofautiana tarehe, siku ambazo vitabu hivi vimeshushwa. Na kuna hutuba moja katika miaka ya nyuma tuliwahi kutaja kila kitabu kimeshushwa mwezi ngapi katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala vyote vimeshushwa katika mwezi huu, pamoja na kwamba tulishasema mara kadhaa kwamba vitabu vya Allah vilishushwa vitabu vingi, vitabu 124,024, halafu vikakusanywa vikawekwa katika vitabu vinne: Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Halafu vyote vikakusanywa vikawekwa katika kitabu kimoja, ni kitabu cha Qur'ani. Qur'ani ambayo kuna maelezo na habari za manabii wote waliopita kabla ya Muhammad, na ni wajibu kwa Waislamu kuwaamini. Na kuna vitabu vyote ambavyo vimeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vimeelezwa katika Qur'ani, navyo ni wajibu kuviamini, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema alif lam mim dhalika alkitab hudal lilmuttaqin, dhalika alkitabu la raiba fihi hudal lilmuttaqin. Hiki ni kitabu ambacho ndani yake hakina shaka, hakina upogo, hakina upotofu, hakina dosari. Hakuna mwanadamu yoyote wa tangu mwanzo mpaka mwisho, na katika majini pia ambao wameumba kwa ajili ya kumwabudu Allah, wa mwanzo mpaka mwisho mpaka siku ya kiyama, ambaye anaweza kukitoa tofauti kitabu hiki. Hakuna.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ikiwa nyinyi mnashaka juu ya hii Qur'ani, basi leteni mfano wake na tafuteni wasaidizi wenu wote, wawe katika wanadamu, hao maprofesa wenu, wawe katika majini, wa mwanzo mpaka wa mwisho siku ya kiyama. Leteni tu mfano wa hii Qur'ani. Hawawezi kuleta. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema hudal lilmuttaqin, ni kitabu ambacho ni mwongozo kwa wenye kutaka kumwabudu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anataja sifa za hao wacha Mungu, akasema alladhina yu'minuna bilghaibi. Kwanza sifa zao za kwanza, sifa yao ya kwanza, yu'minuna bilghaibi, wanaamini mambo yasiyoonekana yaliyoripotiwa na mtume au na mitume. Wakasema kuna Allah, kuna moto, kuna pepo, kuna malaika, kuna majini, kuna adhabu za kaburi. Wakaamini na wakafanya yale ambayo yameamrishwa. Wayuqimuna salata, wakasimamisha swala. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, na pia wakatoa zaka. Kwa maana katika ile mali tuliyowapa, wanatoa sehemu Allah aliyoiweka kwamba kila mwenye mali kiasi kadhaa atoe kiasi kadhaa. Akaendelea Allah asema alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika. Pia sifa nyingine ya waumini, wanaamini kitabu kilichoteremshwa kwako na vitabu vilivyoteremshwa kabla yako, kabla ya Qur'ani. Muislamu akikataa kitabu chochote anakuwa kafiri. Muislamu akikataa nabii yoyote katika manabii wa Allah walioripotiwa katika vitabu anakuwa kafiri. Kwa hiyo hii ndiyo miongoni mwa sifa za waumini. Kwa hiyo vitabu hivi vimeshushwa katika mwezi huu, na hapa tunazungumzia zaidi Qur'ani. Qur'ani imeshushwa katika mwezi wa Ramadhani, na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hayo katika Qur'ani akisema inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kwa hakika hii Qur'ani tumeiteremsha katika usiku wa cheo, usiku wa heshima. Wama adraka ma lailatul qadri. Sasa ni jambo gani litakalo kufahamisha ni upi usiku wa cheo, usiku wa heshima? Lailatul qadri khairum min alf shahr. Huo usiku huo ambao ndio usiku wa cheo, ambao usiku huo imetolewa Qur'ani kutoka katika ule ubao ambao Allah anahifadhi kadari zake na vitabu vyake, ikatolewa kule mpaka katika hii mbingu ya karibu na dunia, ikawekwa pale, ikawa inateremshwa kidogo kidogo hapa ardhini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lailatul qadri khairum min alf shahri. Huo usiku wa cheo ni bora zaidi, yani ibada zake na heshima yake na cheo chake na thawabu zake, ikiwa mtu ataufanyia ibada ndani ya usiku huo, thawabu anazoandikiwa ni thawabu ambazo ni nyingi zaidi kuliko miezi, yani ibada za miezi 1000. Miezi 1000 piga hesabu ni siku ngapi, ni miaka mingapi? Yani usiku mmoja huo ukifanya ibada zinakuwa na thawabu nyingi na bora zenye thamani kuliko mtu aliyeifanya ibada miezi 1000. Hii ndio Lailatul Qadri, na ndio usiku ambao Qur'ani imeshushwa. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani, shahrul ladhi unzila fihi alquran, ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani, ndio huko baina ya daina, huko mbele yetu. Tuna masiku machache tu mwezi huu utaingia, na tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuufikie mwezi huu na tuudiriki kuufunga na kufanya ibada zake, kwa sababu yaliyo ndani ya mwezi huu ni mambo mazito, hayapatikani katika miezi mingine. Muislamu
asiuchukulie mwezi huu kama miezi ya kawaida. Yatakiwa Muislamu ajiandae kikweli kweli, ajiandae kikweli kweli kwa azma ya kikweli kweli, kujipinda kweli kweli na kuazimia kufanya ibada ili Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi yake, amfutie madhambi yake. Kwa sababu miongoni mwa mambo yaliyoelezwa kutoka katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema man swama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mtu ambaye ataamua kujipinda, atasimama kufanya ibada mwezi wa Ramadhani, hasa swala ya tarawehe. Baada ya swala ya Isha kuna swala ya tarawehe. Atakayejikaza kuifanya ibada hiyo na ibada nyingine, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, hufutiwa madhambi yake yaliyotangulia yote, hufutiwa. Na kifa katika mwezi huo akiwa ameshafutiwa ni kwamba anakufa bila madhambi. Na ndugu zanguni, kuna mambo mazito mno katika mwezi huu. Ndio maana tunasema Waislamu wasiuchukulie kama miezi ya kawaida. Yatakiwa mtu atie azma ya kikweli kweli kwamba anaingia katika ibada moja nzito, masiku matukufu mno. Asiuchukulie hivi hivi, kwa sababu ndani ya mwezi huu kila usiku, kuanzia siku ya kwanza, usiku wa kwanza ule ambao ni tumeupata mwezi, kwa mfano leo jioni, basi ule usiku ule, kuanzia usiku ule kuna hali ya kuachiliwa huru na moto. Kivipi? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwaka mzima amezikusanya ibada za waja, maana matendo yao yote, yawe matendo mazuri au matendo mabaya, yanaandikwa kama tunavyofahamu. Malaika watukufu wenye kuandika matendo ya mwanadamu, kama Allah alivyoeleza, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin, kwa hakika juu yenu mna malaika watukufu ambao ni wenye kuandika matendo ya waja. Mja wa aina yote huwa matendo yake yanaandikwa, kila alipo, kila alitendalo, kila alisemalo, popote alipo matendo yake huandikwa. Kwa sababu kuna kitabu ambacho malaika huandika, halafu wanakwenda kuhifadhi katika kitabu kikubwa, na vyote hivi siku ya kiyama vitadhihirishwa. Si hivyo tu, bali kuna malaika ambao mfano wa hivi tulivyo, wanachukua video ya mtu pale alipo, matendo yake, maneno yake wanachukua. Unaingia wewe katika mkanda wa maisha yako, na siku ya kiyama utawekwa mkanda ule uone matendo yako, halafu hukumiwe kutokana na matendo yale, hata kama utabisha, lakini ushahidi upo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala mwaka mzima huu hukumu kwamba fulani kutokana na matendo yake basi nimemhukumia aende motoni, fulani kulingana na matendo yake huyu nimemsamehe. Sasa kila siku ndani ya mwezi wa Ramadhani, hata wale waliohukumiwa kwenda motoni, Allah subhanahu wa ta'ala hufuta hukumu ile kulingana na nia yake na bidii yake atakayotokeza au atakayoonyesha usiku wa kwanza tu wa mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, hakuna kitu ambacho mwanadamu anakihitaji kama msamaha wa Mola wake. Hakuna. Hata uwe tajiri, uwe na maisha mazuri kiasi gani, ufanikiwe kile kiwango kikubwa duniani, lakini hakuna kitu ambacho unakihitaji wewe kama msamaha wa Mola wako. Kwa sababu dunia kama tunavyoiona ni mahali pafupi. Dunia kama tunavyoiona hauwezi kukaa kwa starehe, hata uwe na kila kitu unachokihitaji hapa duniani, huwezi kupata starehe. Starehe ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea waja wake wanaomtii ni baada ya kufa. Baada ya kufa. Na ndio sababu ya yeye kuleta vitabu na mitume ili wawafundishe watu yale anayoyataka Mola wao wayafanye, ili aweze kuwalipa. Wale waliokubali ndio atawalipa pepo, waliokataa ndio atawaadhibu katika moto. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho mwanadamu anakihitaji kama msamaha wa Mola wake.
Sasa mwezi huu ambao uko mbele yetu ndio mwezi ambao mtu akijipinda kwa nia nzuri na ikhlas, basi ataingia katika kundi la wale ambao wanasamehewa madhambi. Ndugu zanguni, mwezi huu kama ibada nyingine au ibada ya siyam kama ibada nyingine ina nguzo zake na ina sharti zake na ina mubutilati zake. Kila kitu kina nguzo, hata swala ina nguzo. Arkanu salati zinajulikana pengine ni 13, katika baadhi ya riwaya zinasema 14. Halafu kuna nguzo za udhu ni 6, bali kuna nguzo za shahada ni 2. Kuna nguzo za saumu pia ni 2. Nguzo za saumu ni 2. Ya kwanza an-niyya, ni nia ya kuingia katika ibada hii. Na ya pili ni al-imsaku min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi. Kuanzia pale alfajiri ya kweli inapochomoza, wewe unajizuia anil muftirati, kutokana na vile vilivyoelezwa kisheria kwamba ukivifanya ile saumu yako inaharibika. Minal akli, miongoni mwa hivyo ni kula au sharbi au kunywa au aljimai au jimai au alqayyu almu'tamid au kujitapisha kwa makusudi au kutoa damu nyingi, na istimna'u, kujitoa manii, kama ambavyo tutakuwa tunayasikia yote haya ni katika mambo ambayo ni muftiratu 7. Kuna vitu 7, mambo 7 ambayo huharibu saumu ya mtu. Yatakiwa Muislamu ajitahidi kuyafahamu kabla ya kuanza ibada hii. Lakini kubwa zaidi, tuangalie hizi nguzo za asiyam, vyenye kuipeleka saumu isimame. Nguzo zake ni zipi? Nguzo zake ni zipi? Arkanul Islamu 5. Nguzo za Uislamu ni 5. Ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni mtu akiri katika moyo wake na atamke katika ulimi wake, wanadamu wamsikie, wawe mashahidi. Kwanza katika moyo Allah ndiye anatawala, aone kweli umekubali katika moyo wako kwamba la maabuda bihaqi illa wahid wa huwa Allah, kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa katika miungu wote, wawe miungu wa masanamu, miungu wa miti, miungu sijui majini, sijui malaika, manabii, miungu wa kienyeji ambao watu huabuni wenyewe. Isiwe kuna yoyote ambaye unaitakidi kwamba huyu ana haki ya kuabudiwa isipokuwa mmoja ambaye ni Allah, khaliqus samawati wal ardi, badi usamawati wal ardi, mwanzilishi wa mbingu na ardhi, wa ma bainahuma, na vyote vinavyoishi kati ya mbingu na ardhi. Yeye ndiye muumbaji. Ar-Raziq, ndiye mwenye kuruzuku. Adh-Dhar wan-Nafi', ndiye mwenye kumiliki madhara yote na ndiye mwenye kumiliki manufaa yote. Al-Muhyi wal-Mumit, ndiye mwenye kufisha na kuhuisha. Hakuna anayemiliki kifo cha mtu wala uhai wake wala riziki yake wala madhara yake wala manufaa yake illa huwa, isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aitakidi hivyo katika moyo. Hiyo ndiyo shahada. Halafu ya pili, wa anna Muhammadar Rasulullah, aamini kwamba Muhammadi ni mjumbe wa Allah aliyetumwa kwa wanadamu wote ambao aliwakuta katika zama zake, kuanzia zama alizoletwa mpaka siku ya kiyama. La nabiyya ba'dahu, hakuna nabii baada yake, ni yeye tu. Baada ya kuja nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima mtu aamini kwamba hakuna nabii isipokuwa yeye, aamini mafundisho yake. Mtu akishaamini hivyo anakuwa ametamka shahada. Sasa hiyo ni nguzo ya kwanza ya Uislamu. Kuna nguzo nyingine zinazofuata. Sasa nguzo za saumu, ya kwanza kama nilivyosema, an-niyya, ni nia, kutia nia katika moyo kwamba mimi nitafunga kesho. Saumu gani? Saumu ya faradhi ya mwezi wa Ramadhani. Wan-niyatu mahalluha alqalbi, nia mahali pake panapofanya kazi ya nia ni katika moyo. La yataallaqu bilisani wala bishafatain, nia haihusiani na ulimi wala midomo miwili. An-niyya mahalluha alqalbi, kama
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, kwa hakika si vinginevyo amali yoyote, yani jambo lolote la kiibada, tendo lolote la kiibada, Allah subhanahu wa ta'ala ili amlipe mtu mwenye kulifanya huangalia nia yake. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuziona nyoyo za watu. Yeye ndiye kaziumba, bali anajua hata utakachokifikiria baada ya mwaka mzima. Anajua unachokifikiria hata kabla hujakisema, anajua. Sasa yeye huangalia katika nia yako, umetia nia gani, ni nini makusudio yako kwa amali unayoifanya, kwa funga unayoifunga, kwa swala unayoiswali, kwa sadaka na zaka unayoitoa, ni nini nia yako moyoni. Akiangalia ndio ile nia sahihi anayoitaka iwekwe katika mambo ya kiibada, hukulipa. Kwa hiyo nia ni kitu muhimu na mahali pake ni moyoni. Haina nafasi katika ulimi. Nia hasa ya saumu au ya swala haina nafasi katika ulimi, kwamba mtu anuie kwa kutamka nawaitu an asuma ghadan, nanuia kufunga kesho, mpaka watu wanatamkishwa. Hapana, si mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au mtu anapoingia msikitini anasema nawaitu usalli faradha salati dhuhri au jumaa, akatamka nia. Haya si mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayapo katika Uislamu. Ni watu wameokoteza, wameigiza, wamepanga, hayapo katika Uislamu. Kwa hiyo nia ya saumu yatakiwa mtu waitie katika moyo wake. Ni wakati gani nia inatiwa katika moyo wa mwanadamu? Ni kwamba inatakiwa nia kabla tuluu alfajiri, kabla ya alfajiri. Mtu ambaye haitii nia mpaka alfajiri ikapita katika saumu ya faradhi, huyu mtu atakiwa alipe saumu hiyo, hata akifunga haitimii. Yatakiwa an tubita niyya, uilaze nia kabla alfajiri. Kwa maana nyingine, baada ya magharibi yatakiwa kuanza kutia nia ya kwamba kesho unafunga saumu ya mwezi wa Ramadhani. Hata kama uko porini, hata kama huna shekhe, hata kama huna ndugu yako, wewe tia nia moyoni na kusudia kufunga mwezi wa Ramadhani, saumu ya mwezi wa Ramadhani kesho. Sio lazima ukatamkishwe msikitini au utamkishwe nyumbani kwamba watoto wako hawezi kufunga mpaka uwatamkishe, kama ambavyo tulikuwa tukiambiwa zamani. Mtu akiamka anaulizwa umefunga? Sijafunga maana jana sikunuizwa, kwa maana hakutamkishwa ile nia. Ni mambo ambayo sio sahihi. Nia yatakiwa watu wailaze wenyewe katika nyoyo zao. Na ndugu zanguni, nia yatakiwa kutamkwa kila siku. Sio useme ninatia nia ya kufunga mwezi mzima, mwezi wa Ramadhani, sasa ikafika ukafuturu, hushughuliki tena kutia nia mpaka kesho. Unaona, mpaka mwezi mzima uishe. La, utakuwa huna saumu. Yatakiwa kila siku uitamke nia yako, au uijenge nia yako upya, sio kuitamka. Kuijenga nia yako upya katika moyo. Kifika jioni ukimaliza kufuturu, unaazimia, unatia nia ya kufunga kesho. Kama umechelewa kutia nia muda huo, lakini usije ukapambazukiwa asubuhi mpaka unakwenda kuswali hujatia nia ya saumu, itakuwa wewe hufungi. Jambo la pili, al-imsaku anil muftirati, ni kule kujizuia kutokana na vile vyenye kufuturisha, vyenye kufunguza saumu. Kama nilivyogusia, cha kwanza ni al-aklu au sharbu, ni kula au kunywa. Na hicho unachokila hata kama hakikunufaishi, hakikushibishi, lakini maadamu umekitafuna au umekiweka mdomoni ukakipitisha katika jaufu, katika koo, kikaenda tumboni, wewe unakuwa umefungua. Na hata vile vyenye kusimama badala ya chakula, isiwe ni chakula maalum, lakini chenye kusimama badala ya chakula. Kwa mfano, mtu akawa anawekwa dawa ambayo inasimama badala ya chakula. Zile tunasema al-ibratul mughdhiya, sindano zenye kushibisha. Kwa mfano, sindano pengine imewekwa glucose au imewekwa aina fulani ya kinywaji ambacho kinakushibisha. Hata kama imedungwa katika mshipa, haijapitia mdomoni, wewe unaitwa
umefungua. Na kupitisha kitu chochote kikapita tumboni, hata kama si kwa njia ya mdomo kama nilivyosema, hata kwa njia ya masikio, hata kwa njia ya pua, kikipita hicho kikaenda huko, unakuwa umefungua. Na pia kinywaji, ukinywa chochote ambacho kitapita kooni, hata kama hakikushibishi. Kwa hiyo vyenye kuhusiana na vyakula vyote na vyenye kuhusiana na vinywaji vyote vyatakiwa mtu ajizuie navyo kuanzia pale inapochomoza alfajiri. Alfajiri sio jua, alfajiri. Tunapojua kwamba sasa alfajiri ndio usiku ndio unaondoka, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala asema, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajiri. Kuleni na munywe baada ya kufuturu. Mule munywe na mustarehe na wake zenu katika usiku wa saumu mpaka pale mnapoona sasa giza la usiku linakaribia kuondoka na mchana unaingia. Haina saa maalum kwa sababu nyakati zinabadilika, jua linabadilika. Sio uweke saa maalum. Unaangalia hali ya mazingira, na saa majira hutofautiana kati ya sehemu na sehemu nyingine. Kwa hiyo kila watu waangalie kwa nyakati zile kwamba hapa kwetu ni muda gani ambao alfajiri inatoweka, inaingia na usiku unatoweka. Watu watakuwa wanafahamishwa kila wakati. Kwa hiyo mtu anajizuilia na hivyo vitu. Asile, asinywe, asikutane na mke wake baada ya jua kuchomoza. Baada ya alfajiri kuchomoza, sio jua, baada ya alfajiri kuchomoza. Akifanya moja ya hivi vitu vitatu, saumu yake itakuwa imebatilika. Lakini pia ikiwa amefanya jimai, kukutana na mke wake mchana wa saumu, yani baada ya alfajiri, basi hapa kuna ibtilatu as-saum, na kuna adhambu, na kuna kafaratul mughallava. Kuna batilika saumu yake na anapata madhambi, na pia ana kafara, tena kafara nzito atakiwa kuitimiza. Nayo ya kwanza itqu raqaba, kuachia mtumwa huru. Yani kama ingekuwa ni zama zile za kuwa kuna watumwa wanauzwa, wananunuliwa, watu wanaingia katika miji wanakamata watu wanakwenda kuwauza. Sasa yule ambaye ni mtumwa unakwenda wewe, kama unaye unamwachia huru bila masharti. Kama huna unatoa gharama ya kwenda kumnunua halafu mwache huru. Kama hakuna basi ni kufunga miezi 2 mfululizo. Bali ya kwanza ya pili ni kualisha maskini 60. It'amu 60 miskinan au masakin, ni kualisha maskini 60. Kwa maana wale watu ambao hawana uwezo, hawapati chakula, pengine wanafunga hata jioni cha kufuturu ni shida, unawapatia chakula kwa muda, kama utaweza kwa kila siku mpatie mmoja, au wapatie wote kwa wakati mmoja kama umeyapata, mlo wa siku moja. Ndio kafara ya mtu kufanya jambo hilo. Au kufunga siku 60 zenye kufuatana bila kukata. Hiyo ni kafara. Kwa hiyo tujitahidi au tujiepushe sana na mambo kama hayo. Jambo miongoni mwa mambo yenye kufunguza saumu pia ni al-istimna fi nahari Ramadhan, kujitoa manii kwa hali yoyote katika mchana wa Ramadhani. Kwa hali yoyote ukafanya jambo lolote ambalo limekupelekea ukawa umepata matamanio mpaka manii yakatoka, hapo unakuwa saumu yako imebatilika. Lakini hiyo haina kafara. Hiyo utafunga tu siku hiyo, baada ya mwezi wa Ramadhani kwisha utailipa saumu hiyo bila fidia yoyote. Watukufu wa Islam, mwezi wa Ramadhani uko mbele yetu, na yatakiwa mwanadamu atie azma kweli kweli ya kuingia katika ibada hii
na pia apate ilmu ya ibada hii. Apate ilmu ya ibada hii, kwa sababu ikikupita hii utakuwa umepata hasara kubwa sana. Mwezi wa Ramadhani ukaingia mpaka ukaisha, wewe ulikuwa na madhambi hayajafutwa, ulikuwa ni mtu wa motoni, hujabadilishiwa ingie peponi, utakuwa umepata hasara kubwa sana, kama ilivyo katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yenye kufunguza saumu ni kujitapisha kwa makusudi. Kujitapisha kwa makusudi. Ukafanya jambo la kukutapisha ukatapika, au ama yule ambaye kutapika kutamjia kwa ghafla bila kutaraji, basi mtu huyo saumu yake haiharibiki. Ama mwenye kujitapisha kwa makusudi atakiwa ajue kwamba saumu yake imeharibika. Baada ya hapo hatakiwi kwamba eti kwa vile amejitapisha basi ya kule tu, ale tu hivi. Anajizuia kwa ajili ya kuheshimu mwezi wa Ramadhani. Anajizuia mchana asionekane mtu mwenye kula na nini. Naona lakini lazima saumu hiyo ailipe baadaye. Halafu jambo lingine ni alhuknu almughdhiya. Kwanza kabla ya hilo ni alhijama fi nahri Ramadhan, au khuruju dam, istikhraju aldam, kutoa damu. Kufanya hijama au kutoa damu nyingi. Hijama ni kule kutoa damu chafu kwenye mwili wa mwanadamu. Kuna kitu kinaitwa hijama, wengine wanasema kwa Kiswahili kuumika. Kuumika ni jambo maarufu, hata siku hizi limeenea sana. Unakwenda kwa mtu anayejua, ana vifaa maalum, anakuchanja, anakuweka mafuta, anakuchanja, hafu anaweka kile kifaa, anapump, kinavuta damu chafu, inatoka damu chafu. Na hili ni jambo ambalo ni sunna katika Uislamu, na Mtume amelihusia sana. Tena hakulihusia hapa alipokwenda Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Alipofika juu huko aliambiwa na Jibrili wahusie umma wako kuumika, kufanya hijama, kwa sababu ni tiba moja nzuri sana. Mtu anaweza kuhangaika akatibiwa kutokana na ugonjwa aliokuwa nao, akahangaika sana hapati shifa, lakini akafanya hijama ikawa ni sababu ya kupata shifa. Na sunna ambayo watu wamesahau sana. Sijui kuogopa kuchanjwa sijui. Lakini ni sunna, ni jambo ambalo lina manufaa makubwa katika Uislamu. Kwa hiyo kufanya hijama kunasababisha damu nyingi itoke. Sasa mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa wote inakuwa saumu zao zimebatilika. Na pia mwenye kutokwa na damu nyingi, kwa mfano mtu kapata ajali, damu ikatoka nyingi sawa na ile damu ya hijama, ni kwamba pia saumu yake inaharibika. Ama mtu ambaye jeruhiwa kidogo, kumbe kadungwa na msumari, au kajeruhiwa pengine na chupa au na bati au na kisu ikatoka damu kidogo, hii haufunguzi saumu. Halafu pia hata mwenye kung'oa jino mchana wa Ramadhani, akitokwa na damu kidogo haifunguzi saumu. Anachotakiwa kujitahidi asimeze ile damu. Kwa hiyo kutokwa na damu nyingi, na hata kama pia kuna mgonjwa atakiwa kusaidiwa damu, lazima ni dharura kwa mchana huo. Mtu ni mama pengine mjamzito, madaktari wamesema lazima aongezwe damu na haifai kusubiri mpaka jioni. Basi ikiwa watu watajitolea kwenda kuongeza damu, wale wenye kutolewa ile damu na mwenye kuwekwa ile damu wote saumu yao inakuwa imebatilika, lazima waje kuilipa wakati mwingine. Halafu na jambo lingine ni kudungwa sindano ambazo za chakula au kinywaji, kama nilivyosema. Kula kwa njia ya sindano. Lakini sindano, wanasema sindano za kawaida zinazodungwa kwenye mshipa au kwenye nyama kwa ajili ya dawa tu ya maradhi mtu aliyokuwa nayo, hizo hazifunguzi saumu. Lakini chenye kusimamia badala ya chakula au kunywa, hicho kinafunguza saumu ya mtu. Halafu jambo lingine ni kwa upande wa wanawake
mwanamke ikiwa atatokwa na damu ya mwezi au damu ya uzazi ikimtoka katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, ni kwamba saumu yake imebatilika. Haya ndio mambo ambayo watu watakiwa kujichunga nayo. Lakini ndugu zanguni, katika sheria ya vitu hivi ni kwamba ni pale mtu atakapoyafanya mambo haya kwa makusudi na kwa hiari, sio kwa kusahau au kwa kulazimishwa. Kwa mfano, man akala au shariba nasian wa huwa saimun fali yutimmu sawmahu. Mtu ambaye anasahau akala au akanywa hali ya kuwa amefunga, basi akikumbuka atimize somo yake. Kwa maana akikumbuka kumbe nimefunga, basi asiendelee kula chochote, hata kumeza chochote, hata kile kilichoko mdomoni hatakiwi kukimeza, hatakiwa kukitema, hatakiwi kufanya hivyo. Halafu pia awe na ujuzi, sije ikawa hafahamu kwamba hiki kinafunguza saumu. Natakiwa kuwe na ilmu. Kwa maana nyingine ndio maana tuhimizwa kusoma, kuijua dini kabla ya kuifanya. Awe na ilmu ya mambo hayo. Halafu sio kwamba awe amelazimishwa kufanya jambo hilo. Awe ni khiari, anafanya kwa hiari yake. Awe ni mwenye kukumbuka, hajasahau. Awe ni mjuzi, sio mjinga. Awe ni mwenye khiari, sio mwenye kulazimishwa kuyafanya haya. Akiyafanya kinyume cha hivi, kwa mfano umelazimishwa kula, bila kula au kunywa kitu fulani anadhuriwa, hapo akila hafunguzi saumu wala hapati madhambi. Au kwa mfano akala hali ya kuwa amesahau au akanywa na vitu kama hivyo. Au akafanya kitu kwa ujinga, hafahamu, baadaye akafahamishwa akiwa amefunga, basi saumu yake inatimia, haambiwi amefungua. Ni kwa uchache haya ndugu zanguni, ili tuyafahamu, kwa sababu pengine tuna Jumaa moja tu mbele yetu tutakayoipata. Baada ya Jumaa hii ndio tutaingia katika kuanza kufunga. Haya ni mambo ambayo ni muhimu kuyafahamu. Kubwa kabisa ndugu zanguni, man swama ramadhanan imanan wa ihtisaban, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ni mu'min, sharti la kukubaliwa ibada zote za Uislamu lazima mtu awe Muislamu mu'min, awe Muislamu. Naona lazima awe Muislamu, bila hivyo ibada hizi hazikubaliwi. Halafu pia ataraji kwamba atalipwa ujira na Allah. Anafanya hivyo kwa ajili ya kutimiza amri ya Allah, na kuna ujira mkubwa kama ambavyo tunafahamu. Mwezi huu wa Ramadhani ni katika ibada, yani ibada za saumu, katika ibada ambazo Muislamu hajui ujira wake isipokuwa Allah. Hajui. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithul qudsi amesema, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm. Amali zote anazozifanya mwanadamu ni zake, kwa maana anazijua, anajua kwamba atapata ujira gani. Alhasanatu biashri amthaliha, nyingine akifanya jambo moja anapata 10 mfano wake. Na mtu mwenye kutoa mathalul ladhina unfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin abbatat 7 sanabil fi kulli sumbulati 100 habba. Mfano wa wale wenye kutoa katika dini ya Allah mali zao ni kama mfano wa mtu aliyepanda punje moja, halafu ikaota mashina 7 na kila shina lina mbegu 100. Kwa hiyo umepanda moja ukalipwa 700. Baadhi ya amali tunajua hivyo. Amma siyam fa innahu li, amma sawma fa innahu li. Allah anasema ama saumu hiyo ni yangu, wa ana ajzi ubihi, mimi ndiye nitailipa. Na hajaambiwa yoyote katika waja kwamba ujira wa saumu ni upi. Ujira wa saumu ni mkubwa mno. Yatruku taamahu wa sharabahu, kwa sababu anaacha chakula chake na kinywaji chake, li ajili, kwa ajili yangu, fa innahu li, kwa hakika hiyo mimi ndio nitailipa. Ndio huu mwezi ujao ndugu zanguni, yatakiwa mtu atie azma kweli kweli, ajisafishe, awe msafi wa moyo mpaka kila kitu, aondoshe zile ahqadu, zile chuki na bughdha kwa waja wa Allah, kwa ndugu zake Waislamu. Ahakikishe yuko safi katika moyo wake, na
anafunga hali ya kuwa hana zile vitu katika moyo wake juu ya ndugu zake Waislamu. Ama utakapokuwa unafunga na katika siku za kawaida tu, ukiwa umeweka kitu katika moyo wako juu ya ndugu yako Muislamu, unakuwa katika hali nyingine, hali mbaya mno. Naona unakuwa katika hali mbaya mno. La yahillu limuslim ayahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Haifai kwa Muislamu kuwa na chuki na ndugu yake zaidi ya siku 3. Naona fayaltaqiyan, kila akikutana fayuridhu hadha wa yuridhu hadha, kila mmoja anamkwepa mwenzake, asimsalimie, asimpe mkono, asimpe salamu kwa ajili ya chuki aliyokuwa nayo. Wa khairuhuma man yabda bisalam, mbora katika hawa ni yule atakayevunja ile chuki akaanza salamu. Na kila wiki siku ya Alhamisi amali za waja kupandishwa juu, na Allah huwasamehe waja wote madhambi yao madogo madogo ya wiki nzima, isipokuwa watu wawili ambao wamekosana hawajasameheana. Hao wanatakiwa ni wanaachwa kwanza, hawasamehewi. Sasa mu'min hana tabia ya kuweka vitu katika moyo wake kwa ajili ya ndugu yake Muislamu. Watu hugongana, watu huhitilafiana, lakini watakiwa wakishamaliza hitilafu zao na kurekebisha, basi warudi katika hali ya kawaida, wasiwa ni wetu ambao wana kuwa na vitu moyoni. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani, ndugu zanguni, umekaribia. Hauna siku chache, hauna siku nyingi, tuna siku chache kabla ya kufunga. Tujiandae kisawasawa ili tuweze kuingia katika ibada hii. Allahumma salli wa sallim wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab birahmatika ya arhamar rahimin. Faqimis salat.